Zenj TV, tujivunie nyumbani. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Tukio linapohusika na wakati ambalo tukio linatokezea. Mfano itakaingia Ramadhani, basi sisi tuna haki, tuna wajibu wa kuwazungumzia Waislamu faida ya funga ya Ramadhani, lakini halikadhalika na hasara, lakini halikadhalika ibada ya haji hivyo hivyo, ibada ya kuchinja hivyo hivyo. Kwa sasa hivi tuko katika kipindi ambacho nchi yetu inaenda katika masuala ya uchaguzi ambao utafanyika tarehe 29 Oktoba. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie atuwafikishe katika hilo na tupe kheri na ilinde nchi yetu iwe na amani mpaka ifike siku ya kuondoka sote duniani. Sallam katika hadithi sahihi asema kwamba la tadkhulul janna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altum tatahabbtum afshu salam bainakum. Salama asema hamtoingia katika pepo mpaka mpendane, mpaka muamini, na hamtaamini mpaka mpendane. Je, sikupeni habari umati wangu juu ya jambo ambalo mkilifanya hilo mtapendana? Basi hubirini, tangazeni amani baina yenu. Lakini ikitoweka amani, bila shaka vitu hivyo navyo vatoweka. Kwa hiyo wale wanaodai kwamba kuna haki kabla ya amani, haya ni maneno tu wanayozungumza, lakini sidhani kama kuna mwanachuoni kweli kweli alifuata mwendo wa wema waliopita kwamba hili wao walikubaliana nalo kwamba kuna haki kabla ya amani, bali kwanza kuna amani kabla ya haki. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo ni mabaya kwa Uislamu ni kuvunja amani. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam, man hamala alaina salahun falaysa minna, yani yoyote miongoni mwa Uislamu atakayechukua silaha kwa ajili ya kuvunja amani, Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyo si katika si maana si kwamba si Muislamu, lakini hakufuata utaratibu na maelekezo ya Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na siku ya siku kuvunjika kwa amani, bila shaka haki nyingi za Uislamu zitakosekana. Vile vile Mtume sallallahu akasema kwamba yule ambaye atavunja amani katika Uislamu, hukumu yake achukuliwe au liwe, na hata kama kwa mfano kavunja amani lakini kapigwa pengine na mtawala mwingineo, basi huyu vile vile Uislamu hautaki kama huyu mtu ashughulikiwe. Na hizo ni hadithi sahihi zimo katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim, na kila mtu aye masala elewa ambaye kweli kashathibitia sunna Mtume Muhammad sallam. Na kwa hiyo Uislamu wenzangu ni wanasihi tusivunjeni amani, kwa wanasihi Uislamu wenzetu tukubaliane na viongozi. Mtume sallam asema kwamba miongoni aliyotusia usikum bitaqwallahi wasama wa ta'a wa in ta'ammara alaykum abdul habshi fa innahu man ya'shi minkum fasayara ikhtilafan kathira wa alaykum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin. Hala jamani, na kutii taa ya viongozi wenu, na atakayeishi miongoni mwenu atakuja kukuta kuna mitilafu nyingi katika jambo hili. Kwa unakuhusieni hala na mwendo wangu na mwendo wa makhalifa wangu. Mwendo wa makhalifa ulikuwa ni kushikamana na taa za uongozi. Kuna al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake Sharh al-Arba'in al-Muntaqa, katika kuweka hadithi moja ambazo zinazoelezea madhara ya kuvunja amani, kaelezea kwamba katika zama za Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu kuna watu walimuona kwamba Ali hafai kuwa mtawala. Na hii ni itikadi ya baadhi ya makundi katika Uislamu ambayo wanayo, hata wewe ikiwa mtawala gani, ikiwa Ali bin Abi Talib walimuona kwamba hafai, na wakataka kumpiga vita na wakataka kuandamana. Wakamwendea Ali ibn Abi Talib wakamwambia, Ali, vipi muona nchi iongoza katika hali kama hii? Ali akawaambia, kwa nini Umar alikuwa haongozi hivi, Abu Bakar alikuwa haongozi hivi? Lakini Ali akasema kwamba mimi Umar na Abu Bakar wakiongoza watu kama mimi naongoza watu kama nyinyi.
Yani maana yake wao walikuwa wakiongoza watu ambao wazuri, walikuwa wakiitambua dini vizuri, wakiitambua sheria ya Allah vizuri. Kwa hiyo wao walikuwa hana matatizo katika zama hizo viongozi wao. Lakini zama za Ali watu maana yake ashiria kwamba hawa watu washaharibika. Kwa hiyo kadri linavyoharibika sana, watu wakiharibika ndio tawala zinapoharibika, na haziharibiki kwa sababu ya makusudi yao, bali yani haribu na Allah kutokana na yale matendo wanadamu wanayofanya. Rabbi liombe taifa letu, waliombea taifa letu, Rabbi ulijali amani. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Ndugu zangu watukufu wa Islam, kuna ujumbe nimependelea ni utoe kwenu Waislamu katika kuhusiana mambo ya haki, lakini hasa wasia wangu niliokusudia kuutoa ni suala zima la amani na Uislamu. Ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu ambao tunaishi katika nchi hii ya Tanzania na Zanzibar, tuelewe wazi kwamba amani ni kitu muhimu sana katika eneo lolote lile, na bila uwepo wa amani basi kila kitu hakiwezekani kutendeka. Kwa hiyo jambo la kwanza ni uwepo wa amani. Baada ya kuwepo amani ndio vinavyofuata mipango ya kimaendeleo, mipango ya kukubaliana na mambo mengine ndio yanayofuata. Lakini katika Uislamu tunaangalia katika zama za kuumbwa Nabiiullah Adam alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala aliwakusanya malaika waliokuwepo katika zama hizo, na akasema wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka kumuumba Adam abul bashar alayhi salatu wasalam, anamwambia malaika ya kwamba mimi nataka kukuumbieni katika ulimwengu huu kiongozi, yani mtawala ambaye atakuwa ni binadamu ambaye atakuja kuitawala dunia. Lakini malaika kwa sababu waliambiwa na wao wakajibu wa kusema, wakati huo wazo hilo linatolewa, Adam alayhi salatu wasalam hajakuwepo, lakini Allah ana dhamira ya kutaka kumuumba Adam. Kwa hiyo kwa kutokana na uelewa wao malaika wakamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi ataj'alu fiha man yufsidu fiha, unataka tujalie kiongozi huyo wa kibinadamu ambaye ataleta fisadi, ataifisidi nchi, ataifisidi ulimwengu, wa yasfiku dima, na ataimwagia damu. Maana yake kumwagika kwa damu ni kwamba kutakuwa hakuna amani katika ulimwengu. Maana yake wao malaika walianza kusadikisha na kujua umuhimu wa amani kabla hata huyo kiumbe Adam alayhi salatu wasalam hajaletwa ulimwenguni. Wao walihofia tu kwamba kutakuwa na uchafukaji wa amani kwa sababu ya wanadamu. Hii inaonyesha wazi umuhimu wa uwepo wa amani. Ndugu zangu, wananchi wenzangu, wanajamii wenzangu, tunaelekea hasa katika kipindi kigumu. Amani ni muhimu sana, uwepo wake amani ni kitu muhimu sana katika jamii yetu. Sasa malaika wao waliona umuhimu wa amani katika kipindi hicho. Lakini kama hiyo haitoshi, tumwangalie Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wakati wa kufanya ukombozi katika kuikomboa nchi mbalimbali kufikisha Uislamu. Kuna siku Sayyidina Umar alikwenda kukiteka kijiji cha Ilya. Baada ya kukiteka kijiji cha Ilya ambacho hakikuwa na wakazi wa Kiislamu, akafanya nguvu ya kukiteka kijiji kile, na nguvu alizokuwa nazo aliandika mkataba Sayyidina Umar, akamwambia, akasema hadha
kitabu min amiri almu'minina Umar ibn al-Khattab. Huu ni mkataba au mwandiko unaotoka kwa amiri almu'minina Umar ibn al-Khattab. Ya ala Ilya, enyi watu wa Ilya, u'tikum amani, ninakupeni amani, muishi kwa raha. La yahdamuna aknasakum wala aslabakum, hayatavunjwa makanisa yenu wala misalaba yenu. Lianna dini al-Islam, kwamba hakika dini ya Uislamu dinul amani, ni dini ya amani. Kwa ndugu zangu, wananchi wenzangu, Waislamu wenzangu, na pia tuko Waislamu, kuwepo kwa amani katika nchi ni sehemu muhimu sana, na hivi ndivyo malezi ya Uislamu yanavyotuelekeza. Leo hii watokee watu waipindue zana hii, waje waseme, nasikia kuna baadhi ya watu wanasema bila haki hapawezi kuwa na amani. Hilo sio kweli. Sisemi kwamba haki haina sababu isidaiwe, la hasha, lakini amani ni kitu cha awali, kama tulivyoanza kuzungumza mapema. Amani ni jambo la kwanza. Tuchukulie masalani tu ya kibinadamu, ndani ya nyumba ya mtu, mfano tu wa kibinadamu hivi. Zenj TV, tujivunie nyumbani.